Katika kuendelea kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi yaani CCM ya mwaka 2025-2030 chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, katika mwaka wa fedha 2025-2026 halmashauri imefanikiwa kutoa mikopo yenye thamani ya jumla ya shilingi milioni 400 kwa vikundi 83 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ikiwemo kiasi cha shilingi milioni 203,926,083 ambacho kimetokana na 10% inayopaswa kuchangiwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri kwa mwaka wa fedha 2025-2026 na kiasi cha shilingi milioni 196 kimetokana na fedha za marejesho ya mikopo ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Aidha, katika mwaka wa fedha 2025-2026 halmashauri ya wilaya ya Nyasa imefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi milioni 250 ikiwa ni sehemu ya marejesho ya mikopo hiyo. Ndugu mgeni rasmi, hafla hii inayofanyika leo ya utoaji wa mikopo katika robo ya tatu, jumla ya vikundi 40 vimefanikiwa kupata mkopo huu wenye thamani ya shilingi milioni 174,732,000 kwa mchanganuo wa kiasi cha shilingi milioni 97,732,000 kinatolewa kwa vikundi 25 vya wanawake na kiasi cha shilingi milioni 77 kinatolewa kwa vikundi 15 vya vijana. Aidha, katika kipindi cha robo ya tatu, kundi la watu wenye ulemavu halikujitokeza kuomba mkopo huu na kupelekea fedha yao ambayo ilitengwa kiasi cha shilingi milioni 54,732,000 kuhamishiwa katika kundi la wanawake kiasi cha shilingi milioni 37,732,000 na kiasi cha shilingi milioni 17 kinahamishiwa katika kundi la vijana. Hivyo basi, ndugu mgeni rasmi, walio mbele yako ni wawakilishi wa vikundi vipatavyo 40 vilivyopitishwa na kamati mbalimbali za mikopo kupata mkopo katika robo hii ya tatu. Ndugu wana vikundi na wananchi wote mlioko hapa, naipongeza serikali ya sita chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kurejesha mikopo hii na katika utoaji wa mikopo hii kwa vikundi na kuendelea kufanya maboresho ya kanuni na sheria mbalimbali zinazoongoza utoaji wa mikopo hii, ikiwemo kuruhusu wanakikundi ndani ya kikundi kuomba mkopo kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya mwanakikundi mmoja moja ili kuwawezesha wanakikundi kutekeleza miradi ambayo kila mwanakikundi ana uzoefu na mradi huo. Hivyo hali hii imepelekea kikundi kimoja kutekeleza mradi zaidi ya mmoja. Tunafahamu huko nyuma ilikuwa kwamba lazima wanakikundi wote muwe na mradi mmoja, si ndio? Lakini sasa hivi tunaenda zaidi ya hapo. Mnaweza mkawa na mradi mmoja wa kikundi, lakini inaruhusiwa pia ndani ya kikundi kukaa na mradi zaidi ya mmoja. Si tunafahamu sote hivyo? Ndio. Asante. Mheshimiwa Rais ametoa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa dhamira ya dhati, na anatumaini mikopo itarejeshwa ili iendelee kuwafikia wenzetu ambao wana uhitaji huo na bado hawajafikiwa. Eneo hili limefafanuliwa sana na watangulizi. Ikumbuke kwamba mikopo hii sio sehemu ya msaada, ni lazima irejeshwe. Ni mikopo kama mikopo mingine unaopaswa kurejeshwa. Hivyo ni waombe wote mliobahatika kupata mkopo huu mkautumie kadiri mlivyoomba kwenye maandiko yenu, mlivyoambatisha wakati wa maombi, ili muweze kuzalisha faida itakayowasaidia kulipa mkopo na kuendelea kuhudumia familia zenu. Tafsiri yake ni kwamba mikopo hii si tu ile swala la kurejesha, lakini tunategemea iwe na tija kwa kila aliyekopa. Ndugu wana vikundi na wananchi wote mlioko mahali hapa, napenda kuwashukuru wote mliohudhuria katika hafla hii, na niwasihi wana vikundi pamoja na wananchi wote mlioko hapa kutambua kuwa mikopo hii ni kwa ajili ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, na inatakiwa kurejeshwa kwa wakati ili tuweze kuwafikia wengine ambao bado hawajafikiwa. Pia tushirikiane kutoa elimu kwa
vikundi vile ambavyo havijabahatika kupata katika awamu hii kuwa nao watapata katika awamu zingine. Kumbuka leo tunatoa mikopo kwa vikundi 40, lakini vikundi vilivyoomba ni zaidi ya 40, ni vikundi vingi. Usiwepo na ukataji tamaa wowote kwa vile vikundi ambavyo leo havijapata mikopo hapa. Tulishaelezana huko, lakini tunaendelea kukumbushana na nyinyi mkawe mabalozi kwa wengine kwamba serikali azma yake ni kuhakikisha kila mwananchi aliyejiunga kwenye kikundi na kikundi hicho kikakidhi vigezo, basi ni swala la muda tu. Kila kikundi muda ukifika watapata mkopo. Hiyo ndiyo azma ya serikali. Kwa hiyo tunaporudi, wale ambao wanakata tamaa tuambie msikate tamaa, kwa sababu hata nyinyi mnapata mikopo awamu hii leo. Kuna awamu nyingi zimeshapita huko, zaidi ya 4. Awamu hizo mlikuwa hamjapata mikopo. Manake ni nini? Mngekuwa mmekata tamaa leo mngepata mkopo? Kwa hiyo tunaporudi tukaongea na wenzetu kwamba hakuna kukata tamaa. Adhima ya serikali, kila aliomba mkopo na amekidhi vigezo vya kupata mkopo, basi atapata mkopo. Lakini rai yangu, kila wanaokopa, nafurahi sana saa hizi kila nikimwona afisa mikopo nikimuuliza mikopo inaendaje, anasema inaenda vizuri. Hii mikopo ni ya kulipa. Hii mikopo mnavorudisha, na ndivyo halmashauri inafanya kazi ya kukopesha tena. Na bahati nzuri kuna watu mimi nimeona wanakopa mara nyingi, ukilipa uzuili kukopa tena. Tena huwa unajijengea imani kwenye halmashauri. Sawa na benki. Benki ukisha kopa, unaporejesha unakopa tena. Sababu huwezi kuacha umekopa, alafu umerejesha deni, alafu ukopeshwe tena, manake wewe pale unaonekana biashara yako haisongi mbele. Lakini vile vile sasa mtumie na taasisi zetu za benki, nazo zinakopesha. Wao ndo wadhamini wetu, na sisi hela zote tunavyokusanya tunazipeleka benki. Hata nyinyi mnavyokopeshwa hela inachukuliwa benki. Na nyinyi sasa lazima muwe pamoja na benki. Sio lazima mkope kwenye vikundi tu, unakopa kwenye benki. Mimi kwenye kikundi sikopi. Nikienda benki pale nadhani meneja yuko pale nakopeshwa. Na nyinyi vile vile kwenye vikundi hivi kama mnaweka akiba mnakopesheka vile vile kwa wakati. Lakini tutakuwa na muda maalum. Tutakuwa na muda maalum wa marejesho, lakini baada ya miezi mitatu nafikiri. Ukipata leo baada ya miezi mitatu mnakaa wa kwanza, wa pili, wa tatu ndio tunaanza kurejesha. Nilikuwa naomba sana sababu hii mikopo mkirejesha nyinyi na wengine wanapata. Kama ilivyokuwa kama leo mnapata kutokana na marejesho ambayo wenzenu wameyafanya. Hiyo kazi ambayo mlikuwa mmejipangia, basi mfanye kazi ambayo mlikuwa mmejipangia. Kama ufugaji wa kuku, ufuge kuku. Na tutakuwa na utaratibu wa kutembelea hiyo vikundi. Kuna bahati mbaya, kuna wakati fulani tulitembelea vikundi tukakuta wanafanya vitu tofauti. Kwa kweli ukuta kama unafanya kazi tofauti, utachukua hatua. Ndio maana waheshimiwa pale wapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hii mikopo inaenda kwa kazi ambayo mfanyaji iliyokusudiwa. Basi mimi msisitizo wangu kama mikopo turejeshe kwa wakati, tufanye kazi kwa kadri tulivyokuwa tumekusudiwa. Sawa